Eldoret, ambapo mtazamaji ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta leo anatarajiwa kuzuru mji wa Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu kuongoza hafla ya kuzindua kiwanda cha kutengeneza nguo cha Rivatex. Hata hivyo, siasa zinatarajiwa kutawala hafla hiyo. Sasa ikumbukwe kwamba eneo hilo ni ngome ya kisiasa ya Naibu Rais William Ruto, na ni wiki moja tu baada ya kuonekana akimzomea vikali ama akiwazomea vikali wabunge wanaounga mkono azma ya Ruto kugombea kiti cha urais mwaka 2022. Sasa tunajiunga na mwanahabari wetu Elvis Kosgei ambaye yuko kule, amekuwa akidondoa hoja mbili tatu kuhusiana na yotarajiwa. Elvis, habari za asubuhi. Tutarajie watu wakoromane namna gani katika siasa zitakazoibuka mbali na Rivatex kufunguliwa? Na si jambo matambo, huenda hapata kuwa na hiyo mikoromeano ambayo umesema, manake tayari viongozi ambao nimezungumza nao wameweka hakika kwamba hapata kuwepo na siasa kwenye mchakato mzima. Kiwanda cha Rivatex ambacho kipo katika eneo bunge la Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu, ni kiwanda ambacho mwaka 2017 Rais Uhuru Kenyatta binafsi alikuja katika maeneo yale na akaagiza kwamba angehitaji kiwanda kile kiweze angalau iweze kupigwa jeki, manake miaka yapo nyuma kidogo palikuwa na labda usimamizi ambao kuweza kustahili, ndipo sasa tukuweza kuona ikaweza kujisimamia. Lakini hii leo kwa wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu wanaona kwamba ni mgeni njoo mwenyeji apone, manake ni awamu ambao wameisubiri sana kwa muda mrefu. Na kwa baadhi ya wadau ambao nimezungumza wanasema kwamba Rais Uhuru Kenyatta atakapokuja katika labda kile kiwanda cha Rivatex wanatarajia mengi. Na nitakuwa ninazungumza na watu watatu. Wa kwanza atakuwa ni Waziri Peter Munya, vile vile nitaweza kumhusisha mbunge wa Enapkoi ambaye ni William Chepkut, bila kumsahau David Langat ambaye ni mfanyabiashara na vile vile muasisi wa AZ ambaye iko katika eneo la Plateau. Labda nianze na bwana David Langat. Leo kwamba tunamtaraji Rais Uhuru Kenyatta aweze kufika katika kiwanda cha Rivatex. Wewe ukiwa miongoni mwa wadau na usika vile vile ukiwa mfanyabiashara, unatarajia yapi siku ya leo? Koske, kweli nashukuru Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha hii kiwanda. Hii kiwanda ilikuwa imesaulika, ilikuwa imeharibika, lakini sasa hii Mheshimiwa Rais ameiweka pesa ambayo imesaidia ya kufufuka. Na nafikiri hii kiwanda ni kitu bora kwetu kwa sababu inafikia kuandika watu wa kazi, itafikia kuleta uchumi ya nchi, itawezesha wakulima wauza mazao yao ya cotton ndio itumie kama raw material hapa. So hii kiwanda inafaa sisi sana. Yes. Naam, ukiangalia kwamba pamekuwepo na mwaka 2017 kwenye hafla ambayo ilihudhuriwa na Naibu wa Rais William Ruto, vile vile tulikuwa tumemtarajia Rais Uhuru Kenyatta. Ukijaribu kulinganisha na kulinganua, je, ni mambo yapi ambayo yanafaa kutekelezwa? Je, kuna policies ambazo serikali inapaswa kuipatia kipaumbele? Kweli kama mimi ni mwekezaji ambaye ninaangalia upande wa industries hapa, nafikiri shida ambayo tuko nayo kubwa sana kwa AZ ni policies ya serikali. Unakuta kwamba kama sasa mazao ya cotton, kama mwekezaji ya industrial park yatakuja kuwekeza textile industry in the AZ, anapopeleka material huko inavyofanywa kuwa finished product, akitoa lazima alipe duty kama iko AZ. Lakini kama ni Rivatex itakuwa anaweza uza kwa soko na alipe duty. Hiyo ndio changa kubwa ambayo tuko naye kwa AZ. So tunajaribu serikali iangalie ni nini itafanya so that we are all in a equal level in terms of policy. Na nafikiri serikali inashughulikia hiyo ambaye ilifanywa na haikuwa mzuri. Na kitu kingine ni barabara kwenda AZ ndio shida sana. Hatuna maji, hatuna stima. Na haya yote nafikiri serikali inaangalia kwa hii budget. Nafikiri wameweka mkakati ku make sure kwamba hii inafanyika. Lakini policy ngumu sasa ni hiyo ambayo nakueleza. Maybe ukiwa na chai unataka fanya value addition, utabidi ulipe duty unapotoa hiyo mali ndani ya AZ. Na hiyo itakuwa hasara sana. Kuna mwanabiashara ataekesea upande huo. Na hiyo biashara tunataka kusaidia wakulima wailete material, tuwapatie pesa, mwenye mwekezaji auze vitu ngambo, tupate foreign currency. So all these
the government is addressing, and I hope they have to speed it up because it's delayed for 2 years. Yeah. Mwisho kabisa kabla nimhusishe mbunge William Chepkut, Rivatex tumwambia kwamba ni kiwanda ambacho kitatoa nafasi ya ajira. Vile vile tumeangalia vile vile mambo ya AZ, muliahidi kwamba vile vile vijana watapata nafasi ya ajira. Labda Rais Kenyatta atakapokuja siku ya leo, wewe binafsi yako ni nini hasa unatarajia kusikia kutoka kwake? Kusema kweli, yeye ako na agenda 4 ambaye serikali imeweka mbele. Na inafikiri one of the agenda 4 has been achieved. One of the kama hii project iko ina fall under agenda 4. Na nashukuru kwa rais na waziri wa industries ambaye wamefanya juu chini na Moi University kuhakikisha hii industry imeweza kuwekwa tena ifanye kazi baada ya miaka mingi. Na nafikiri rais atahutubia, atasema kwamba wakulima sasa waanze kupanda pamba ndio wailete, so that we don't tuleti pamba kutoka nje. Tunakuwa na pamba yetu ambaye tunaitumia kwa kiwanda yetu. Yeah. Asante sana bwana DL. Huyo ni David Langat. Dr. David Langat. Thank you. Asante sana. Naam, wacha nimhusishe waziri ambaye ni Waziri Peter Munya, alafu tumalizie na mbunge wa Inapkoi. Waziri, karibu sana katika mji wa Eldoret. Sijui ni mara yako ya ngapi kuja huko ama ni ya kwanza? Mimi nilikuwa naishi mji huu wa Eldoret nikiwa mwalimu hapa chuo kikuu ya Moi. Ndio. Miaka 4, kwa hivyo najua huu mji vizuri. Unafahamu. Na huwa anatembea hapa mara kwa mara. Naam, waziri, leo ni siku kuu kwa wakazi, si wakazi wa kaunti tu ya Uasin Gishu. Manake tumeambiwa kwamba katika eneo zima la bonde la Ufa, katika yale maeneo ya Eastern Regions, tunaambiwa kwamba watafaidi vile vile. Manake kiwanda cha Rivatex tayari imetia mkataba na kaunti 24 hasa ya masuala yanayofungamanishwa na pamba. Wewe ukiwa waziri hii leo, labda ni yapi ambayo tutaweza kutarajia kutoka serikali na saa wizara yako? Tuna matarajio makubwa kwa sababu kiwanda hiki kitabadilisha maisha ya wakaaji wa bonde la Ufa na Kenya yote kwa jumla. Wale wanalima pamba, wale ambao sasa hawakuwa na matarajio kwa sababu hakukuwa na kiwanda ya kutumia pamba, hao sasa matarajio ni makubwa. Kiwanda vile imetengenezwa, imeboreshwa, itaweza kutumia bale 300 kila siku. Hiyo inamaanisha itatumia bale 60,000 kwa mwaka. Ukitazama capacity ya kilimo ya cotton ile tuko naye sasa, tunalima bale 10,000 tu. Kwa hivyo ile kilimo tuko naye saa hii haiwezi kutoa pamba ya kutosha kwa factory hii. Tutahitaji tuongezee kwa kulima mbiu 50,000 more ndio tuweze kutoshelesha kiwanda ya Rivatex. Kwa hivyo ile transformation itafanyika, ukulima ile itakuwa hapa, itakuwa Kenya nzima na hata East Africa. Na ndio sababu sasa kutoka hapa, sababu kiwanda iko tayari, mashine iko hapo, utaalamu wote huko, tunataka sasa kujiingiza kwa kazi ya kusaidia wakulima waweze kulima pamba. Tukishikana na serikali za county, serikali imemalizia utafiti ambao ulikuwa unahitajika wa ile inaitwa BT cotton ambayo ina fabric nzuri na ambayo ina mazao mema. Tunataka sasa kuenda kwa hiyo kasi harakati ya kuhakikisha hiyo seed ya BT cotton imepewa kwa wakulima na wameanza kulima katika kaunti zote za nchi hii. Rais Kenyatta amekuwa makini sana kwenye agenda 4 muhimu. Najua kwamba wizara yako itachangia pakubwa katika kufanikisha hayo. Mikakati gani ambayo umeweka? Na je, tunaweza jua gharama ambayo itahitajika kuzindua zile mashine ambayo ipo kwenye Rivatex? Kwa sasa Rivatex tumechukua phase 1, phase 2, hii tunamalizia sasa ni phase 3 ya revive ambayo tunaweka mashine ya kisasa na kuongezea capacity kwa ujenzi wa factory mpya na mashine mpya ambazo zinaweza kufanya kazi kwa haraka ukilinganisha na zile mashine za zamani. Na kwa hii harakati ya phase 3 Rivatex imesaidiwa na serikali kupata mkopo kwa Exim Bank ya India
ambayo Rivatex sasa itaweza kulipa, kwa sababu serikali ilisaidia kuweka pesa ya bilioni 2 mbeleni, ikaipatia capacity. Sasa ina generate pesa ya kutosha ya kulipa hiyo mkopo ambao ni concessional. Kwa hivyo hatuna wasiwasi ya kwamba Rivatex itaweza kutoa fabric za kisasa ambazo zitatumika kwa zile viwanda vingine ambazo tunaanza kama Naivasha. Unajua tunatengeneza kiwanda kipya special economic zone ya Naivasha ambayo president atatia jiwe la msingi mwezi wa 8. Tunatengeneza kiwanda kingine huko Kisumu. Na pia tunatengeneza ile inaitwa free zone huko Ndongo Kundu Mombasa, ambazo itakuwa na mambo ya logistics, free ports, industries. Itakuwa kama ile free zone huwa unasikia ya Dubai. Kwa hivyo wakuuzi watakuja wote hapo, wanabiashara wote hapo, industries na logistics na service industries zote zitakuwa hapo. Hiyo itafungua Kenya kama Mombasa kama the port of choice for Eastern and Central Africa. So hiyo yote iko kwa mpango. Unaona tumekamilisha Rivatex. August tunaanza Naivasha. Mwezi wa Septemba tumalizie mambo ya Kisumu. Ndongo Kundu ilikuwa tatuishi tu ya mipango, already plan iliisha. Saini implementation together with JICA who are our development partners. Kwa hivyo sisi tunaona huko mbele Wakenya watafurahi sana. Kazi itapatikana za kutosha. Vijana wataweza kupata ajira and we will have a happy nation. Okay. Because when you have no jobs you are not happy. Asante sana Bwana Waziri. Najua tutawasiliana zaidi na saa kwenye kikao cha rais. Mwisho acha tukamilishe na mbunge wa Ainabkoi William Chepkut. Leo wakazi si wa Ainabkoi peke yake bali zile maeneo bunge 6 ambayo iko katika kaunti ya Uasin Gishu. Binafsi yako unatarajia ipi siku ya leo? Mimi kwanza nachukua nafasi hii ya kipekee kumsabai na kutoa kongole zangu kwa President Uhuru Kenyatta. Siku ya leo atatufungulia kipanda cha ajabu. Hii ni Rivatex. Rivatex itatoa nafasi za kazi za ajira ya vijana wetu. Ya pili, president mwenyewe ameweka pesa mingi sana ya kufufua, na hii Rivatex itatoa uniform ya police, itatoa uniform ya Kenya Defence Forces. Na President Uhuru Kenyatta, karibu nyumbani, hapa ni kwako. Tunakupenda, tunakuheshimu, zote tulikupigia kura, na asante kwanza kwa hii big 4 agenda. Rivatex ndio ya maana kwako. Na hata na hivyo Rais Uhuru Kenyatta, sisi kama Uasin Gishu County tunakupenda, tunakukaribisha. Hii siku ni siku yako kwa sababu unatuletea maendeleo ya maana na ya muhimu. Asante tena kwa your four pillars. Kwanza universal health care, manufacturing, alafu ya maana na ya muhimu ni food and security, alafu manufacturing. President Uhuru tunampenda, tunamheshimu. Yeye ni article 131E is the symbol of national unity, and we subscribe to peace, love and unity in this country. Na kwa hivyo tukiwa viongozi wa Bonde la Ufa, hasa Uasin Gishu, na wahakikishia wakaaji wote wa Kenya na Uasin Gishu kwamba hii kipanda cha Rivatex ni ya maana na ya muhimu, kwa sababu italeta ajira ya vijana wetu katika Kenya. Kwanza hii ya TVET ndio ya maana na ya nguvu, kwa sababu it's all about skilled employment. It's all about electricians, plumbers, mason, just but to mention a few. Sisi tuko united na tuna support President Uhuru Kenyatta. Tumejitolea mwanga na tunampenda serikali yake. Sisi tunamheshimu. Ametuwekea 3 billion. Hiyo tunasema asante. Elgeyo Marakwet County na vile waziri amesema seeds za cotton tutapewa mingi. Siaya katika Kenya nzima, hii ndio factory ya ajabu katika the entire sub-Sahara Africa.
President Uhuru tunakupenda sana na tunamheshimu sana. Naam, mwisho kabisa, kando na labda kiwanda cha Rivatex, pamekuwepo na changamoto hasa kuhusiana na mambo ya labda wakulima wamekuwa kilalama. Je, kuna baadhi ya mambo ambayo ungependa kusikia kutoka kwa rais hasa kuhakikisha kwamba food security inapatiwa kipaumbele? Kwanza, Uasin Gishu County is the bread basket of this republic. Naomba president yeye mwenyewe, kwa sababu is in charge, wakulima walipwe pesa zao. Kwa sababu hawajalipwa, naomba tu walipwe. Kwa sababu sisi zote tunampenda, tunamheshimu. Na karibu tena tuvune mahindi zetu, tumepanda juzi na kuna farmers wenye wale supply na wako na, kwanza mimi mwenyewe katika Ainapkoi niko na farmers wenye wanalima eka 1,000 na kwenda mbele, na mwisho wakapelekwa kotini kusema ati hawa ni cartels na hawa wako na mashamba. Naomba President Uhuru Kenyatta intervene na watu wetu walipwe pesa. Asante, tunashukuru President Uhuru Kenyatta, tunampenda, deputy tunampenda na tunapendana sisi wote. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana. Matambo, huyo ni mbunge wa Ainapkoi William Chepkut, ametoa kongole zake binafsi kwa Rais Uhuru Kenyatta, akisema kwamba wanamtarajia na kwa yale ambayo atakuwa anatekeleza siku ya leo, basi wanamuunga mkono kwa kila jambo ambalo alifanyalo. Vile vile tumemsikia Waziri Peter Munya akisema kwamba tayari wameweka mikakati kabambe na kwamba si kiwanda cha Rivatex tu, bali watakuwa wanazunguka kote nchini kuhakikisha kwamba vile viwanda ambavyo havikuweza kufanya kazi vinafufuliwa na kuweza kupata mnara mrefu wa matumaini. Kwa hiyo letu sisi tutakita kambi tu kuhakikisha labda muda gani rais anaingia, manake tulikuwa tumeambiwa mida ya saa 5, lakini naona muda umesonga songa. Kwa hiyo muda si mrefu tutaweza kurejea kwetu tena tuambie mambo yalivyo hapa katika eneo bunge la Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu. Matambo. Na shukrani sana mwenzangu Elvis. Bila shaka matamshi yale ya viongozi kwamba inaonekana leo hakuna cha kutangatanga